siridhii ombi lako au tamko la kusema unaondoka. Tena unaenda lodge, sijui guest huko. Come on man. Yaani unakuja hapa nyumbani watoto wako wapo mjini. Sawa? Alafu wewe utoke ukapange guest tena lodge huko ukae ulipie. Why? Does it make sense? Yeah. Inaenda kutuchafua mama yangu. Sawa, kwa sisi tunakupenda, endelea kubaki hapa, tuendelee kuishi wote. Sorry. Hello? Manyanya, kuna shida gani? Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba. Mama, mnafanyaje vitu hivyo kama hamuelewi? Huyo mtoto bado ni mdogo. Mnawezaje kumpeleka kwa waganga saizi wakati anatakiwa ende hospitali? Sawa, jadi mimi pia naziheshimu sana kwa sababu nimetokea huko. Lakini angalia na huyo mtoto jinsi alivyo mama. Huyo bado mdogo sana na kule kuna mambo mengi. Kuna masuala ya chanjo, sijui makinga au mweke hivi madawa na nini. Hapana, mtanaribia mtoto mama yangu. Hapana, mimi sikubaliana na hicho kitu bwana, mnakosea. Mpelekeni hospitali. Kama itashindikana ndio angalau sasa mkiona kuna hiyo uwezekano wa kwenda kwenye masuala hayo mitishamba, sijui ya tiba na waganga, mpelekeni huko. Lakini sasa anzie hospitali, hamwezi kujua kuna nini. Mama akifa hiyo tutaonana wabaya. Akifa mimi sielewi chochote hapo. Sweetheart, vipi? Wife, imagine. Katoto bado kadogo, hakana hata wiki moja. Wanasema kamekakamaa, sijui kanatoa macho, kamekata kauli akali, kafanya chochote. Wamekapeleka kwa waganga wa kienyeji. Sio nataka wanulie mtoto hawa tugombane saizi, mke wangu wana shida gani hawa? Wife ni kadogo mno. Kwa hali yake anatakiwa ende hospitali by the way kwa sababu watoto wana maradhi mengi ya utotoni. Sasa wao wanampeleka kwa waganga wakapewa machanjo huko mamila na majadi. Unataka nini mke wangu hawa lakini? I'm sorry. Amna, usijali. Nakuelewa. Naelewa unavyojisikia pia. Kwa hiyo sikiliza sweetheart. Haina hata haja ya kupanic. Huyo mtoto bado mdogo. Si ndio kwanza ametoka kujifungua, sidhani hata kama wiki 2 au 3 zimepita. Kuumwa ni kawaida, yani ni kawaida sana. Sasa ninachotakiwa wao relax, warudi hospitali. Wao ndio watawapa maelekezo, wafanyeje, watampima vipimo vyao, kama yuko sawa watawaruhusu. Kuliko hata hizo njia ambazo wanaenda kuzitumia sasa hivi. Jaribu tu kuongea nao watakuelewa. Sawa. Yancho kwani. Nipe. Atakuona sawa. Huo ndo wanaume sasa. Nipe hiyo tamu nikupende wewe tu. Habari? Safi. Unaweza kaniwaisha Mbezi? Hapana, haiendi. Haiendi na abiria au? Dada, nimesha kuambia haiendi. Ushamaliza washikaji zangu wote na mimi nataka nimalize. Nataka unipeleke Mbezi shingapi? Sasa hivi nini? Nauliza bei shingapi? Mwisho wa siku tusije tukafika huko tukasumbuana. Naona bado wale mmeamka na visilani. Kwa hiyo unavyonifanyia hivi sasa mimi napandaje hatujakubaliana bei? Tukifika huko tusumbuane au? Kama uendi na wewe sema uendi. Nimeshakwambia panda kwenye pikipiki tuondoke.
Halafu mbona kama nakujua wewe? Wewe bado upo? Wewe unajua umeniua sio? Hiki ni chuma kingine mama. Alafu usichokijua mimi nyumbani kwetu nimeacha uchawi. Ndio nikaja kufanya kazi ya bodaboda huku. Alafu na bahati kinoma. Yaani ungekalia chuma moja kwa moja ningekupeleka ghetto. Tulikunyosha 8 siku ile. Leo nilikuwa nakunyosha mwenyewe. Kinachonishangaza sasa kwako dada. Wewe ni mrembo, mzuri. Kuna usitafute mume akakuoa, ukakaa ndani, ukapika ukapakua. Kuliko kujiingiza kwenye masuala ya kichawi. Mtoto mdogo na kuwa mchawi. Kwa nini? Sasa wewe unajifanya na Bariadi, Mtuzu. Mimi ni wa Tabora, Unyamwezini kabisa asali likotoka. Labda usitokijua. Bifu langu mimi nayo halijaisha. Yaani kwanza ndo limeanza upya, bado bichi. Mama, kwenye mikono yangu utoki salama. Labda usitokijua. Kuna kuelekea sasa mimi na wewe na kwenda kukuoa. Unakuwa mke wangu kabisa wa ndoa. Na hakuna bodaboda yoyote atakaye kubeba katika huu mtaa au hichi kijiwe kwa sababu wote wanakujua wewe ni mchawi. Tena bonge moja la wizard. Si umeshamaliza wanangu wote hapa mtaani. Kijiwe nimeshamaliza wote, si ndio? Sasa mimi hapa ndo sikuogopi peke yangu. Tadili na wewe mwanzo mpaka mwisho. Au nikupelekee chuma sasa hivi nikuue na wewe? Nikuue sio? Unipige picha nzuri. Nione. Jamani, hasa na picha gani hizi? Wewe unapigaje picha naweka kamera juu hivi? Haya sawa mama ST. Nataka nipige picha nzuri. Hebu achana na picha kwanza. Nichukue video. Tayari? Tayari. Unachukua vizuri? Hello wateja wangu, leo na habari njema. Asanteni sana jamani kwa kuwa na mimi kuanzia mwaka jana nilipoanzisha biashara yangu mpaka leo. Guys, hivi mnajua ile mwaka jana mlikuwa mnakuja dukani kwangu, mnanisupport, mmeleta nini? Imeleta gari guys. Nimenunua gari kangu hapa kakuanzia. Asanteni sana jamani kwa support yenu. Na kitu kingine, nataka kuambia wasichana wenzangu, msiogope. Maisha bila kutegemea wanaume inawezekana. Mmeona hii gari ni pesa yangu. Sijaongwa na mwanaume na wala sijanunuliwa na mwanaume. Sawa guys, biashara zinalipa. Usikae tu nyumbani ukajibweteka. Tafuta kibiashara chako, jiwekeze kidogo kidogo, unaweza kununua gari kama nilivyonunua mimi. Hapa mwakani nina range. Sawa Kwa guys, msikate tamaa. Jamani, maendeleo bila kuongwa inawezekana. Bye. Tayari? Hivi dati, unasema ununua gari kumbe muongo. Unajisikia aibu? Kwa hiyo, unataka niwaambie kama nimepewa na kibabu au? Wewe vipi wewe? Maisha ni kufeki. Sawa dogo nipe kwanza hiyo simu nijipost. Haya bana. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine wasindikizaji. Shikamoo mama. Maraba, jambo.
Wevai. Haina kuwaje tena unachukua hizo hati bila ruhusa yangu wakati ulinikabidhi mimi? Kivipi? Kwa mama hizi hati zimekuwa za kwako. Kwamba nikija kuchukua nikwambie sasa mama anachukua hati. Mama, hizi hati za kwangu mimi na mume wangu. Nina mamlaka ya kuchukua muda wote saa yoyote. Nilikupa tu unihifadhie. Na uzuri ulipoziweka nilikuwa napajua. Kulikuwa kuna haja gani kukwambia? Hebu niambie. Unazipeleka wapi? Mama, mimi nimeona sina sababu ya kuendelea kuzificha hizi hati humu ndani. Nampelekea Manyanya kae nazo kiusalama. Yaani kwamba sisi wenyewe tunaishi huko, hati zinakaa chumba cha pili, sijui zimefichwa wapi. Kwa nini wakati tunaaminiana? Kuna kipi ambacho tunatakiwa tufichane sasa hivi? Vai. Unampelekea hati Manyanya? Yaani unakwenda kujichimbia shimo mwenyewe unajitumbukiza. Sasa nikwambie kitu ambacho sijakwambia. Manyanya alikuwa anazitaka hizo hati. Tena alikuwa anazitaka kwa udi na uvumba. Sasa umejiingiza mwenyewe. Unampelekea. Mwanangu, yule baba sasa atakwenda kufanya sherehe. Nakwambia. Kwa sababu mimi nina uhakika 100% hakupendi. Alichokuwa anakitaka ni hicho tu. Hizo hati ndio kitu ambacho alikuwa anakitaka. Ila alikuwa anashindwa tu kukwambia. Mimi mtu mzima. Najua. Haya, peleka tu tuone. Hivi mama, wewe mbona unapenda ugomvi jamani? Mimi Manyanya namjua. Namjua vizuri uzuri, tumesameheana, yeye mwenyewe naona kabisa amelizika. Hana makando kando, hana shida yoyote. Sasa kwa nini wewe mdauti wewe kazi yako ni kuchichia tu ugomvi? Unapenda tu kuona tumegombana tu heka juu ndo unachofurahia wewe, si ndio? Mama, hebu achana nayo mama. Wewe cha kufanya subiria upate mizigo yako uondoke, ndo kilichobaki. Mimi na Manyanya tunapendana. Utajisumbua. Wewe vai wewe. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia. Sweetheart. Yes. Ndio umemupa si mwenyewe? Wife, nimechelewa. Kwa ngoja tu nikimbize hapa haraka ili niwahi kwenye hizo sessions za watu. Pole. Asante. Nini? Hati. Nimeamua nikupe wewe sweetheart. Hivi unaelewa mwanaume ndo kichwa cha familia. Yaani wewe ndo kila kitu. Kwa mimi siwezi nikakaa na mali zetu zote chini nazilinda mimi. Like serious babe. Mimi mbona nikupe wewe kwa usalama zaidi na isiko kwenda zitakuwa safe. Take it.